Kuna kitu muhimu sana ambacho wengi wetu hatukufundishwa ama wote wamesahau. Thamani ya mtu haipimwi kutokana na mambo mema ambayo anayatenda, mambo mazuri ambayo anawatendea watu wengine, mambo yoyote yale ambayo ni mazuri kwake anayoyafanya kwake ama kwa watu wote wale. Thamani ya mtu pia haipungui kutokana na idadi ya makosa anayoyafanya ama aliyowahi kuyafanya. Inamaanisha utu wa binadamu kamwe haupungui, kamwe. Inawezekana ni kweli umetenda makosa, ni kweli utakutana na mapokeo mabaya ya matendo yako, ni kweli utaface the consequences, lakini still haimaanishi kwamba utu wako, thamani yako wewe kama binadamu inapungua. Matendo mabaya unayofanya katika maisha yako yanaweza kuumiza nafsi yako, yanaweza kukupitisha katika mambo magumu ambayo hutarajia kama unaweza ukayapitia au vyovyote vile, lakini still haimaanishi kwamba thamani ya nafsi yako, thamani ya roho yako imepungua. Tukija katika misingi ya Biblia, Zaburi ya 34 mstari wa 18 unasema kwamba Mungu yupo karibu na waliovunjika mioyo na huwaokoa waliokata tamaa. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha unaweza ukadondoka, unaweza ukafanya chochote na unaweza ukavunjika vipande vipande, lakini haimaanishi kwamba utakutika, kwa sababu thamani yako haipungui, haiongezeki, haielezeki. Katika kitabu kitakatifu kama Qur'an tunaambiwa hutakiwi kukata tamaa rehema za Mwenyezi Mungu. Katika mafundisho ya Buddha wanakuambia kila pumzi mpya ni hatua mpya, na ndio maana haijalishi unapitia kitu gani katika maisha yako, haijalishi umetenda nini na sasa hivi upo katika hali ngumu kiasi gani, hautakiwi kujikatia tamaa nafsi yako. Pitia mambo magumu, pitia matokeo ya matendo yako, lakini kamwe milele hakuna kuikatia tamaa nafsi yako. Unaweza ukajifikiria na kusema kwamba nimetenda vitu vibaya sana, nimeumiza watu wengi, nimekosea mambo mengi sana, sistahili kuendelea tena. Lakini nataka nikukumbushe kuwa thamani ya nafsi yako kamwe haipungui, haipimiki, hailipiki. Na thamani ya nafsi ya binadamu haipimwi, haipunguzwi, haiongezwi kwa matendo mema au mabaya. Jina langu ni Judith Isaac. Tafadhali subscribe Swahili Stories na Judith Isaac. Karibu.